Siri za biashara yako unabaki nazo wewe mwenyewe. Okay? Sawa. Kwa hiyo ukiingiza taarifa za biashara hapa itakusaidia kwenye eneo moja. Kwa mfano, tukija kwenye ripoti, tukasema muktasari, tuseme muktasari kwa mfano, tuseme tengeneza report. Tukitazama hii PDF, utagundua kwamba hapa juu kuna jina linasema mjasiriamali app, kwa maana ya kwamba lile jina lako la biashara usipoliweka kwenye system, fallback ni mjasiriamali app. Okay, ripoti yako itaonekana kwa jina la mjasiriamali app. Maana yake ni nini? Utakuwa unasaidia kutangaza application ya mjasiriamali app, kitu ambacho mfanyabiashara yote asingependa kuifanya biashara yake isionekane, badala yake ionekane ya mtu mwingine. Kwa hiyo ukitaka kubadilisha hili jina kutoka mjasiriamali app liwe jina lako, basi unapaswa kuja kwenye mpangilio, kisha ukaenda profile za biashara, alafu ukabonyeza alama ya kujumlisha pale juu. Itafunguka form ambayo utaingiza taarifa za biashara yako. As I said, kama ambavyo nimezungumza awali, hizi taarifa zitabaki kwenye simu yako tu, haziendi kwa mtu mwingine yoyote. Kwa hiyo tuseme hapa kwa mfano, tuseme Kilimani store, stores, labda iko wapi? Tuseme ipo Mbagala, si ndio bwana? Mbagala rangi tatu, si ndio bwana na tukaiweka pale na namba yetu ya simu. Kama tutataka kuiweka moja kwa moja pale juu, tunaongeza namba yetu ya simu ambayo ni 0683 kisha tukasema 789 kisha tukasema 428, ili mtu aweze kuiona kirahisi. Lakini jina la kisheria bado ni jina hilo la Kilimani stores. Sawa, Kilimani stores. Namba ya usajili kama unayo unaingiza hapa. Tuseme labda hii ndio namba yetu ya usajili. Tini yako utaweka hapa. Kama umesajiliwa na VAT unaweka VRN. Namba yako ya simu unaweza kuingiza pia tena pale, kwa maana ya 0683 789 alafu 428. Okay, kama una anwani ya barua pepe unaweza kaweka, na taarifa nyingine nyingi ambazo unaweza kaziweka hapa, kisha ukabonyeza hifadhi. Okay, sasa ukitaka kuona effectiveness ya hii, sasa tukifanya kurudi kwenye ripoti, tukasema kwenye muktasari, tukatengeneza ripoti angalau kwa kuona, utagundua kwamba pale juu sasa ripoti yetu imekuja more clean na organized. Kilimani stores, Mbagala rangi tatu, na namba iko pale. Okay, alafu inakwambia ni ripoti ya muktasari. Kwa hiyo huu ndio uzuri wa kutumia business profile. Kwa hiyo hata ukiwa na submit document yako, iwe ni kwa mamlaka za kiserikali, wanataka wafahamu labda biashara yako ikoje na nini, kwamba una file taxes na nini, hichi kitu kitaonesha neat ya namna hii. Okay, kama ambavyo unaweza kuiona hii report ni ya muktasari, na kwa mujibu wa filters za report yetu kwamba tarehe ni baina tarehe 2, tunaweza tukaona hizi taarifa zote zinakuwa reflected kwenye report yetu. Pia kuna option ya kushare kama ambavyo tunaiona hiyo hapo, lakini pia kuna option ya PDF ambayo tumeiona, lakini pia kuna option ya Excel, kwa maana ya kwamba unataka kuipakua kama digital format, and then mtu mwingine aweze kufanyia kazi kwenye computer and so forth. Kwa hiyo ukibonyeza hiki kitufe cha share, basi itakuja options za kutuma, kama ni kwa WhatsApp, kama ni kwa nani unataka utume, zote hizi ambazo umeziona hapo. Okay, kwa hiyo eneo la kwanza tumeanza kuona sasa umuhimu wa kuingiza taarifa za profile za biashara. Okay, sawa.